tumekuja tena kivingine ni Radio Indundi na tena na TV Indundi. Turi kuri rero, turi kuri TV Indundi TV. Munkundira rero ndabaha ikaze, alafu tena na nawashukuru sana. Siku ya leo nawaletea nani sasa? Siku ya leo nawaletea nani? Kuna hizi kazi watu wanafanya, unakuta kuna mtu anajua hii sio kazi wala sio hivi. Ni Fafa Fashion. Kuna kitu ambacho kiliweza kutokea pamoja yeye na Ibra, ikakuwa kama anamvisha kivo. Sasa programu imekuaje? Huyu Ibra alikuwa amepanga kuweza kuvishwa na Fafa Fashion, wala hii kazi yao huwa inawapa kitu chochote? Welcome. Mimi namuita Fafa Fashion, tuweze kujua mengi kidogo tu, namuita hapa uweze kusikia mengi. Mambo vipi? Unyama sana. Unajua kwamba kuna ile kukua, unajua kuvisha watu lakini wewe hujui kuvaa. Lakini sijui nyinyi mnaonaje hapa kwa Fafa. Fafa, mambo vipi? Mambo fresh Adijo. Kukuita kote kutaka kuweza kufanya na wewe kipindi ni swali tu hili moja, lakini tunaweza tukaendelea na vingine. Okay. Vipi? Wewe kuweza kukutana na Ibra na kuweza kumvisha, ilikuwa kwenye program au imetokeaje? Swali la kumvisha Ibra, sio kwamba ilikuwa ni iko kwenye program. Hapana. Unaona ile show imeandaliwa, ilikuwa ni kama surprise kwa jamii ya Bujumbura. Kwa sababu ni show ambayo imeandaliwa kwa muda mdogo na afu ikapata watu wengi, sijui kama umeona ile show. Ilikuwa kubwa. So kibinafsi mimi hawakupataga muda wa kuniambia kama show imepangwa aje au ni lazima nije nimvishe Ibra. Lakini kama mvikaji au stylist wa kuvika watu, ilinibidi nifanye kitu kama kuonyesha jamii kama ya Burundi inaweza. Na kila mtu paka hivi najua anajifikiria, ndio maana wewe paka hivi unauliza ile swali. Na ndio maana na leo uko hapa kwenye Indundi TV. Mengi tutaweza kuyafungukia hapa. Ndio nilitaka kujulisha Indundi TV kwamba kumvika mimi Ibra ile t-shirt ilikuwa ni mawazo yangu mimi. Nilisema kwa nini mtu akuja kufanya kitu hapa afu aende haoni kitu ambacho sisi wa stylist tunaweza kufanya. Na akaenda nasema kweli Burundi nilipokelewa na watu wenye wanajua kuvika. Kwanza unaona nguo ambazo Ibra alikuwa anavaa. Alikuwa amevaa ni complete. Ilikuwa ni complete ambayo inafanana. Na ilikuwa ni ya kijivu. Alafu pia mimi sikuwa najua Ibra atakuja navaa aje. Hapana. Lakini nilivyokuja kumvika ile t-shirt ilikuja kufanana na swali sasa liko hapo. Wewe ulivyofikiria kuweza kumvisha, ulisema nitatoka kwenye show na nguo zote, fashion zote, nikifika pale nitaona jinsi amevaa alafu nione ni ipi inaendana naye. Au wewe ulitoka tu hivyo? Hapana, mimi nimetoka. Na ulifika kwanza pale na nguo ngapi? Mimi nilikuwa na nguo moja ile ambayo moja ile ambayo nimevika, kwa sababu kumetokea hata mtu mwingine mvikaji wa manguo mwingine mwenzangu ambao ni Ejidology. Alikuja akaniuliza, "Hichi kitu umekijifikiria aje? Ni kwa nini? Kwa nini hichi kitu kimekuja kufanana na ile nguo ambayo alikuwa anavaa?" Nikamwambia, "Hapana, nimejifikiria tu kwamba ni lazima nimvike, kwa sababu najua, sijui kama unaangalia mwendo wa wasanii wa Tanzania wengi wao wanapigaga show wako kifua wazi. Sijui kama mshakafuatilia. Ulijua tu kuna saa tavua. Ibra. Yani yale tunaonaga kule, ulijua tu kuna saa tavua. Yani hii basi ni funzo gani kwa Warundi? Inasaidia nini kwanza kuvua ukiwa kwenye stage? Kwanza unaonyesha kwamba mtu msanii anapovua nguo kwenye stage, anaonyesha kama anataka kutoka kwenye vibe fulani aingie kwenye vibe nyingine. Na hawa watu wenyewe wana abdomino wanaruhusiwa kwa sababu unatizama mwili kwanza ukoje, unakuruhusu kuvua. Unajua unapofanya kitu usijiangalie eti wewe ni nani. Jua tu mimi nikikifanya kuna wenyewe watapendezewa na kuna wenyewe watapendezewa. Watanitukana, mimi nina tumbo kubwa. Hiyo wanapokutukana Mkirundi kuna msanii wetu ameimba nyimbo
katika mafanikio yako unahitaji wabaya na wazuri. Sijui niona. Yani dawa ni kukubaliana na jinsi ulivyo. Yes, ndio hivyo unafika pale unagundua kwamba atavua tu na akavua kweli. Sio hiyo tu. Wewe ukafika pale ukasema sasa ndo time yangu. Hukufikiria hichi kitu kwamba kuna muda anaweza ingwa anaweza kaikataa au ikakuaje? Ilikuwaje wewe katika fikra zako? Katika fikra zangu nilikuwa nasema apende asipende. Nitakapomvisha akikataa basi na kila mtu atakuwa ameona kama nitaka kufanya kitu kizuri, lakini amekubali. Kwa sababu gani amekubali? Angekuwa kubali, kwanza nakumbuka, angekuwa kubali nilipompa ile nguo akavaa, alipomaliza kuvaa alinikabidhi. Alinikabidhi hii ni kutoka kwa Ibra. Tulichange, unaona? Leo hii Fafa Fashion katoa kitu, Ibra naye kampa. Lakini hapa tunaweza tukajifikiria hii kuweza kupanga hadi huko kote kufika kule kutana na Ibra. Wewe kwako Ibra na umuhimu gani? Wewe uko fanzi wake kiasi gani? Mimi niko fanzi wa msanii wowote wa hii industry mwa Afrika. Kwa sababu gani? Siwezi kuangalia nimpende huyu tu nimchukie, kwa sababu mimi ni mfanyakazi. Sijui atakayenipa kazi. Unaona? Naanza kupewa kazi Wasafi. Bwana tumemwona ule dogo amemvika nguo Ibra, tunamhitaji kwenye clip, kwenye muziki fulani tutatoa clip. Yeye ndio tunahitaji atuvike. Hiyo sijui anaelewa. Na kwa Burundi ukitukumbusha kidogo ni wasanii gani ambao umeshafaulu kuweza kuwavika? Nishafika wengi, nishafika Lolilo, nishafika wakina huyo dogo huwa anapenda sana kunitoka, huyo mpiga rapu. Mpiga rapu ananitoka sana. Alafu ni mtu wangu na aje. Kipindi kile ambacho tulivyofanya kipindi kule nilimkwambiaga, lakini haina shida. From Kayanza. Yes. Bface no. Tunaona Lino G chatubona yuko hapi kuyanjo kuyanjo tira osaga gari diribo ya dushaka kwiririmba bien mugabo uzirajya dushaka kucariza ari nyaruka mugabo turaza kugibuka tu. Ni mtu wangu nishafika wakina au peti kama huyo nani msanii Ben Frima. Nishafika ni wasanii wengi ambao nishawavika. Kwa kuvisha unaona kwamba ndo kazi yako, na siku ya leo kwa kwamba tumeweza kukuita ni kile kitu ambacho tumeweza kuona kule, na hii kazi sasa wewe kwa upande wako ina faida yoyote? Kuna kitu ambacho mnaingiza? Malalamiko yenu yakoje katika kazi yenu? Sisi hii kazi kwa kweli iko sawa, bali malalamiko hayawezi kukosa. Katika hii industry yetu kuna kitu kinaitwa upendeleo. Napewa dili mimi kwa sababu wewe ni mtu fulani, wamekwambia na mimi msanii mwenyewe anakujambilia na mimi nataka nivikwe na Fafa Shop. Lakini wewe kwa sababu na mtu wako unaambia Fafa Shop hawezi, tuende kwa mtu fulani. Unafuna kuja kukutana, unamuia vibe msanii wako kwa sababu yeye alikuwa anahitaji yeye mtu fulani amvika, yeye ndiye anajua ni kitu gani anachokitafuta. Kumbe wewe muachie, mpe moyo msanii wako ajisikie uhuru mtu gani ambaye atakayemvika. Example, mtu mwenyewe umeshajua wewe huyu kweli alikuwa anataka mimi ndo nimvishe, alafu vikabadilika. Juzi nimesikia Mr. Joker. Ameongea na mtu wangu wa karibu. Mr. Joker msanii unamuona udogo. Alifanya tana MB Data. Yes. Nasikia ni fununu, sijui kama ni ukweli, nasikia wanaanza kuwa na muziki fulani na Double J sijui. Lakini dogo akaomba na mimi nataka Fafa Shop, nina mtu wangu Fafa Shop atatuvika. Nasikia ni fununu. Sasa ikawa wamekatisha. Tutakuonesha mtu mwenye atatuvika. Ni mawazo yake na hakuna mwanza mkatisha. Lakini tujue kwamba hapawezi mtu mmoja katika hii nani. Kama kumetokea ideolojia akauja kanambia dogo langu,
kile kitu ulichokifanya, respect, umewaza kitu kizuri sana. Maana yake na yeye anaona kwamba ni kitu ambacho nilikifanya sio kila mtu. So au kuna mtu anayewaza Fafa alikuwa anataka na yeye apitie kwa ile njia, aliona na yeye alikuwa na biashara yake akasema ngwani pite pale, maana pale kuna watu wengi nini. Kuna vitu viwili hadi Joe hawajui. Mimi ni mvikaji. Mimi ni stylist. Sawa. Navika wasanii. Na pia nina duka, nauza nguo. Nina duka langu. Sio kwamba eti naenda kutafuta nina duka langu la manguo nauzisha na pia navika wasanii. Yaani hao watu ambao kuna deal naweza kakuja kwako afu wanaikatisha hii, una ujumbe gani? Hao ambao wanakuja wanakatisha deal. Kwa kweli naweza kuambia muishije basi kuliko kwa nini sisi wote tuishi. Msitaki kuishi nyinyi wote bro. Msitaki kuishi nyinyi wenyewe tu. Hata sisi tunataka tuishi, kwa sababu unapofanya kitu kwa sababu eti wewe ubaki unapanda, unaweza kufanya kile kitu msanii na utano umemvika vitu yenyewe alikuwa hataki kuvaa. Unapona utana unaua kila kitu cha kwako. Wa muriri mjeni Air Pro. El Pistola. Yes, urumva ko ari haba kwizera tena wanakuwa nataka kabisa wavishe waweze kufurahi na wewe waweze hivi, lakini kuna yale malalamiko ukiachana na wale wenyewe mnasaidizana biashara. Ni kipi ambacho kinawafikia kama changamoto kati yenu na wasanii kwa kuvishana? Kitu kinachotufikiaga sana kwenye changamoto kumfika msanii. Unaweza kuwa umepanga style zako wewe ambazo zinaendana na ile nyimbo yake, kwa sababu huwezi kufika msanii kabla hujasikia nyimbo. So umepanga style ambazo zinaendana na ile nyimbo, kila kitu kiko tayari, lakini baadaye unakuja kusikia hii hapana. Hii hapana. Kumbe wewe ndo yeye ni kazi yake ni kuimba. Na yeye anasubiri wewe umpendezeshe ili nyimbo yake ionekane vizuri kwenye screen. Unaona? Sasa wewe unapopanga kuja kumvika, huwezi kuja kumvika kitu chenye kitakuja kwa kibao wakati unajua mimi na mimi nahitaji kumfanyia kitu kizuri mtu kwa sababu kazi iendelee. Hapo mahojiano kati ikitokea hamuelewani kabisa, kazi huwa inakufa. Haiwezi kufa. Bali unaweza kuongea na cameraman ukamwambia hichi kitu nakimvika. Utakapotengeneza utaangalia kama kweli hichi kitu kinaeneleana na hicho kitu achinye amevaa. Mimi nakuwa niko tayari kubadilisha. Kwa sababu kila kitu ni kuongea. Hapo lazima unayaachia mazungumzo yawepo. Kwanza usiui vibe yake anayohitaji kwa huo muda. Unaweza kukataa kumvika ile nguo. Baadaye seni za kufuata asikuwi na mudi ambaye alikuwa nayo mwanzo. Kwa umemfurahisha umvike kwanza hiyo seni yeye anahitaji, lakini baadaye tena utakuja kumvika na zingine. Wakati watakuja kufanya mchanganyiko wa zile seni, utaona kweli hii fasi hapafai. Kwa sababu watu kutengeneza video na wasikuiti. Wanatengeneza video wanamaliza, wanapomaliza wanakuita na unaona kwanza unaona mavazi kwanza au kabla ya yote sura tu watu wenyewe kwa location wanaweza kaona mtu kapendeza wala hajapendeza. Na sio hiyo tu hadi. Nitaka kujulisha kwamba mimi katika kazi zangu niko na mtu wangu ambaye tunaenda naye. Anamtengeneza makeup mtu wangu, msanii wangu. Unaona? Anapotaka kutoa nyimbo au anapotaka kumvika anamtengenezea makeup. Yani kila kitu sisi tunacho. Na kwa haraka ni Fafa Fashion wanapatikana wapi kwa mtu ambaye anaweza kufuatilia kipindi na anataka siku moja aweze kumvisha? So ni Fafa Fashion, Fafa Shop inatumikia duka liko Kinama, Quartier Gitega. Ndo penye pako duka, lakini mimi ukinihitaji kwa muda wote niko update. Yani niko tayari kwa muda wako wewe na kufanya mahojiano. Tunafanya kazi. Unaweza kunipata kwa namba yangu ni 69 683 acha niache kuitoa. Fafa Fashion wala unaweza ukamkuta kuzingine kwa mitandao. Niko na IG, niko na Fafa Shop, TikTok, niko na Fafa Shop, unanipata pote Facebook pote, na niko na Fafa Shop Instagram. So unaweza kunipata. Hapo mimi nadhani kwamba itakuwa rahisi sana kuweza kukupata. Fafa Fashion mmeweza kuona kitu ambacho ameweza ukifanya, ila Fafa
hii ambayo umeweza kuachiwa na Ibra umeitumia kwa pale pale wale ulingoja kwanza kuiweka kwa maji ukafua? Hii mimi sijaitumia. Sijaifua. Wewe. Hii mimi sijaifua. Tangu kupatia unayo tu hivyo? Ninayo. Na wewe unaanza kujiuliza kwa nini sijaifua. Na ndio mimi nauliza saa hizi watu ambao wanatufuatilia. Ile yangu ambayo nimemvika kama ukija kufuatilia caption nimetoa msashi. Ilikuwa bado mpya. Na uhakika alikuwa ashaitumia kwa sababu ya kumpenda mimi naweza kupendelea kuona baki na na kukana. Joto jamani, upendo. Namwambia Ibra, thanks kwa sababu haukunifezeresha. Angekataa pale ingekuwa mbaya sana. Hasa tena na kwa Tanzania wote ujumbe unaona kwamba Burundi si tuna upendo. Unaona upendo ambao tumeweza kuonyesha. Tupendane sasa na vitu vyetu tuweze kuvifikisha mbali. Uweze kutuambia tu kitu kidogo alafu tuweze kuagana hapa. Kitu kidogo ambacho naweza kusema. Nashukuru kwanza wote ambao walionifuata katika hichi kipindi. Na pia nashukuru Radio Indundi Culture. So nawapenda sana. Na isitoshi pia nachokiomba kikubwa sana, wasanii mimi niko tayari kuwavika mpendeze. Naomba tuonane tuongee. Mimi ni mdogo wenu, inawezekana pakawa mkubwa wenu, lakini pia msiniache. Yes, ndio hivyo, ndio upendo ambao umeweza kuwaonyesha Mtanzania ambaye amekuja Burundi. Na wewe unawaomba nini hasa kama Mrundi ambaye atatokea afike huko Tanzania? Kiufupi nachokiomba kwanza, hichi kitu ambacho nilichokifanya kwa Ibra ni upendo kama gisi mlivyoona. Naomba wa Tanzania wanavyokuwa na upendo wenyewe kwao, naomba na sisi Warundi jamani tuwe na upendo wa kupenda vitu vyetu. Tuwe na upendo, sio kwamba mimi hichi kitu nilikifanyia Ibra. No, mimi ukija kufuatilia kama ukifuatilia kwanza mimi namshukuru na namwombea Mungu mzee Tuse ni baba wa Gera Plaza. Ni mtu ambaye anajitahidi kusongesha industries ya Burundi. Kwa kuleta wasanii mbalimbali. Pia na wasanii na nje ya nchi. Pia akiwaleta wanachangia Warundi, wanaomba collab na hao wasanii. So mzee, big up sana. Na pia na wasanii wapiga karaoke wa mle wananijua mimi sijawahi kuwatupilia. Huwa lazima pakiwa msanii ni wajongelea, wewe unahitaji kuvaa na mvika bila kutafuta eti nini kike. Bado unawapatia tu kama unajitolea uone mtu amependeza. Yaani wewe unapenda kuona mtu amependeza. Sawa. Kuna mambo ambayo mzee ambao tunayaongeaga na yafanya hata na wewe mbona hivi vitu viko hivi. Bwana siwadanganyi, ni mzee ndio anafanya yote. So sawa, siku moja hata mtatuona hapa kwa Indundi TV tumependeza na Fafa Fashion. Yes, na kwa hivi. Na sana kwa Warundi pia na Watanzania, Mrundi akitokea kule upendo uweje. So ninachoomba wa Tanzania, unaona kwanza Tanzania na Burundi ni nchi ambazo zinapeana mpaka. Siku kidogo kuna barabara itakuja inaingia. Sie wote tunafikiriwa paka huko. So wa Tanzania naomba mtusapoti pia kama gezi tunavyowasapoti. Tupendane kama wa Afrika. Naomba sana kwa sababu gisi Ibra alivyokuja nikamsupport afu na yeye akanionyesha hichi kitu akanisupport. So ni umoja ambao alionyesha. Ni kwamba alionyesha kwamba alipendelea kile ambacho nilichokifanya. Na mimi sina cha kukupa sasa hivi, lakini nakupa na mimi hichi kitu kama kumbukumbu kwako. So mimi namshukuru. Mimi nadhani kwamba tuweze kumshukuru, lakini hii kitu ya kukuja tu kuoa Burundi, unakuja tu wewe pekee, hujakuja na kamati yote. Hii wewe ulionaje? Hajatuletea waone kama na sisi kuna mwanamke hapa tuzione, tuone wasanii mbali. Kwanza kuachana na Ibra, umeona wengine msanii hapa. Kuachana na Ibra kwa staff yake. Kwa nani yake hatukuona wengine msanii ambaye alikuja katika. Lakini kumbuka kuna kipindi ambacho nimekifuata cha Ibra anasema kwamba sikuja kuoa. Nimekuja kujifikisha kwanza na nitaoa. Alisema hicho kitu. Kwa hiyo
Labda kuna siku tutapiga vigeregere. Nashukuru sana. Thanks sana Fafa Fashion, tuko pamoja sana, tugumane turi kumwe, wewe tuende hapa uweze kujionea mambo ya watu wa Burundi na kuweza kutaka kujua vingi zaidi. Ni Indundi TV, tunaweza. Chao chao.